yote yule, kitu cha kwanza katika biashara au katika huduma unayotoa kiwe kuangalia wateja wako wanahitaji kitu gani, na isiwe kuangalia mtaji wa kifedha uliokuwa nao. Jitahidi sana kuangalia wateja waliokuwa nao wanahitaji nini, kwa sababu siku zote profit au mtaji hautoki benki. Mtaji unatoka kwa wateja waliokuwa nao. Ukiweza kumhudumia mteja vizuri, atakupa wewe 5 au atakupa good. Ila kama wewe kijana kukimbilia benki kuchukua mtaji, hauwezi kufanikiwa katika biashara. Biashara inahitaji wewe uwe na watu, uwe na uwezo wa kuwasaidia watu wengine. Na kitu cha pili ambacho unatakiwa uwe nacho makini ni lugha. Jitahidi sana kuwa na lugha nzuri kwa wateja ambao umekuwa ukiwa nao. Siku zote lugha yako ina uwezo wa kuwafanya wateja wako wasiende sehemu nyingine wakaja katika duka lako, kwa sababu ya lugha ambazo umekuwa ukizungumza nao. Jitahidi sana kuongea na wateja, jitahidi sana kuwa karibu nao ili wazidi kuwa karibu na wewe, na wewe ukiendelea kuwasaidia katika vitu ambavyo wanavihitaji. Siku zote biashara yote inakuwa endapo cha kwanza mtu atakuwa ameweka mbele kipaumbele kwenye kujali wateja, na siku zote amekuwa mtu wa kuongea vizuri katika huduma anayoitoa. Hakuna uchawi katika biashara. Jitahidi sana kuwa kijana ambaye unahitaji kuona unasaidia watu wengine. Kumbuka, ukiwa unaweza kusaidia watu wengine kwa undani zaidi au kusaidia watu wengi zaidi, ndio utakapozidi kufanikiwa na utakapozidi kuona kwamba maisha yako yana maana katika huduma ambayo unaitoa. Jitahidi sana kwa sababu sio wepesi, ila jitahidi kwa sababu ni muhimu, na kitu cha kwanza cha kuzingatia ni sio mtaji wa kifedha. Vijana wengi tumefeli hapo. Tunabaki tunasema kwamba sina mtaji wa hela, kwa hiyo siwezi kuanzisha biashara. Nataka nikwambie tena, sio mtaji wa kifedha ambao unahitajika katika biashara, ila mtaji wa wateja au mtaji wa wewe ubongo wako katika kusolve matatizo ya wateja ambao umekuwa nao ukizungukwa nao.